Jikaze. Wewe unashatoka bado mmoja. Kulikuwa na siri iliyozikwa chini ya kivuli cha kijiji. Macho yaliona watoto watatu, lakini dunia ikaona laana. Moto uliwaka kabla ya alfajiri. Kilio cha mama kikapanda mbinguni, lakini dunia ikakaa kimya. Nakuomba nisaidie. Biondala naenda kuwapoteza wanangu. Biondala, angalia jinsi nilivyoteseka. Mwanangu, itakusaidiaje? Ile hali unajua hukumu ya kijiji hiki ni kifo mtu akizaa mapacha. Fanya kitu niokoe watoto wangu. Unajua fika kwenye kijiji chetu ni kunyuma kabisa. Naenda kuwapoteza wanangu. Nakuomba Biondala, nisaidie. Mwanangu, unajua hata hapa kwa kuzalisha nimefanya makosa. Unajua hukumu ya kijiji chetu juu ya mapacha. Nitafanya nini sasa? Tutafanyaje mwanangu? Biondala, nakuomba mama. Nakuomba. Hebu angalia nilivyoteseka. Angalia nilivyotabika. Alafu wanangu nikawakosa. Wanangu niwakanyongwe. Tafadhali, naomba unisaidie. Pia naomba nifichie siri endapo utakaponisaidia. Nakuomba Biondala, kama umeweza kunisaidia hapa, basi naomba endelee kunisaidia. Nakuomba nisaidie. Acha kulia. Sawa, tusaidiane. Unajua wakijua hili, mimi ndo wa kwanza kufa. Ngoja niangalie namna ya kusaidia. Yako ni ngumu. Najua Biondala. Jamani, kwani kuna nini? Tumepata taarifa kutoka kwa mkuu wa mila kwamba Wanyiga amejifungua watoto watatu mapacha. Tunawahitaji wako wapi? Wanyiga? Sina taarifa za Wanyiga kujifungua na hayuko hapa. Sasa sikiliza, tunasema ujue alipo, tunatoka na wewe hapa. Utatueleza Wanyiga umepeleka wapi? Hapo mnanionea. Kosa langu kusaidia wazazi. Nimekosea nini mimi?
Umeshajifungua? Nimejifungua baba. Watoto ngapi? Baba, nimejifungua watoto 3. Naomba nisaidie niweze kutoroka hapa kijijini. Unataka mimi unitoroshe hapa kijijini wewe? Baba, nitakaa nao wapi mimi hao watoto? Hapa. Najua baba, na ndio maana nimekuja kwako uweze kunisaidia wanapoendelea. Yes. Nataka mimi nikimbize sasa hapa niende kijijini tu mbali kabisa niishi kwa nini na hao watoto. Nimejifungua watoto 3 kama ilivyokundu, mmoja wa kiume, wawili wa kike. Naomba nisaidie sana baba. Ikakutana bila kujua kwamba damu ilikuwa inawaita. Laana, nani ataivunja? Laana, nani ataukimbia ukweli? Njia zetu zimeandikwa tangu jana, lakini macho hayaoni hatima. Laana, damu inaita damu. Laana, siri yaishi milele. Siku pazia litakapoinuliwa, machozi yataongea kuliko maneno. Ulizani utanikimbia, si ndio? Mimi sikimbiliki. Mimi ndio Msike, ndio mtawala wa kijiji chote hiki, na hizi mila ni za vizazi na vizazi toka utawala wa mababu na mababu. Kwa hiyo leo yule mkunga uliyemtegemea kukuzalisha yule amefumba macho aoni, na wewe muda si mrefu utakuwa kama huyu. Tulishasema kuzaa watoto wawili ni laana. Wewe unazaa 3, ni laana iliyokisiri, alafu unataka kunikimbia? Na nyinyi mkimkosa huyu na mkimkosa huyu, iki kitanzi kikikuwa kilalase. Hakika kabisa. Tumikia adhabu yako. Nisikiliza mtawala, siogopi kufa. Unitishi kwa maneno yako ya kikatili, kwa sababu wewe ni mtu mbaya sana. Nafurahia leo kupoteza uhai wangu kwa sababu na kuwaokoa watoto wangu nilioweka tumboni kwangu miezi 9. Hata useme kitu gani mtawala, siwezi kuzungumza watoto zangu walipo. Leo dunia inaenda kuwa na upendo mkubwa wa mama juu ya watoto zake. Niko tayari kufa. Niko tayari kufa. Niko tayari kufa kwa ajili ya kuokoa watoto zangu. Wewe ni mtu mbaya sana, na yupo siku dunia itatambua ubaya wako. Sijuti kwa hiki ambacho kitakachoenda kumkuta hivi sasa.
Alafu nikwambie kitu kimoja, mtawala, na imani kwenye ulimwengu huu watoto wangu wataendelea kuishi, na kamwe sitanyanyua mdomo wangu kukwambia watoto zangu walipa. Niko tayari kwa hili. Ni jasiri. Umeamua kuitumikia adhabu yako bila shuruti wala mikiki, na hili ndio fundisho kwa wengine wote wa kijiji hiki. Ndio mkuu. Lazima waelewe sheria za kijiji zitekelezwe, na hili lilomkuta huyu lilomkuta na huyu, mwende mkawatangazie wote kijijini huko. Ndio mkuu. Atakayekwenda kinyume na mimi lazima adhabu hii, na yoyote atakayekwenda kinyume na Msike, mimi Msike Mkulu Koya, Mkulu Kubwao, ndiyo adhabu ya finali hiki. Ndio mkuu. Huyu ndio aliyekuwa mkunga akizalisha watu, leo akazalisha wengine kwa kuzini. Shusheni mwana. Sawa mkuu.